Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu ambavyo tunamzungumzia Bi Fatimatu Zahra alayhi salam, mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Nimependa mimi nijikite kwenye kumtazama Bi Fatima kwenye nukta tatu. Nukta ya kwanza ni nukta ya uchamungu wake, alivyokuwa na uchamungu. Nukta ya pili ni ibada zake, bora wake katika ibada, na nukta ya tatu ni subira zake, yale yaliyokuwa yakimkumba Bi Fatima baada ya kuondoka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Napenda ni rejea maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, anasema Fatima bidhatun minni man adhaha fakad adhani wa man adhani fakad adha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Fatima ni pande la nyama yangu mimi, na yoyote atakayemkosea Bi Fatima Zahra alayha salam amenikosea mimi, na mwenye kunikosea mimi amemkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini nukta yangu ni kwamba nimependa nianze na ya uchamungu. Bibi Zahra kwa kweli katika nyanja ya uchamungu, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, wa kweli ilikuwa ni mwanamke mwenye kuwa na uchamungu wa hali ya juu. Haikutokea kuona mwanamke mwenye uchamungu kama Bi Zahra, kiasi kwamba ilifikia wakati anafanya ibada Bi Fatima unafuta paka miguu yake inatoa malengelenge. Kwa sababu gani? Alikuwa akimwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu kitu anachokielewa na anachokijua. Na ndio maana leo Zahra Bi Fatima tunamsoma kwamba ilikuwa ni mwanamke bora katika ulimwengu. Wako wanampigia mfano na wanawake wengine, lakini hata mama yake Khadija hamfikiri Bi Zahra kwenye ubora, Asia, Maryam. Lakini Bibi Zahra ni mbora kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemtengeneza kupitia vyakula vya peponi. Uchamungu wake, unyenyekevu wake kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ni wa kupiga mfano. Lakini nenda kaangalia kwenye ubora wa ibada. Bibi Zahra alikuwa akifanya ibada, akishaanza kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alikuwa hatoki isipokuwa Bi Zahra machozi yanamtiririka kwa sababu ya kumlilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Je, leo mimi na wewe tukiwasoma hawa wanaosema wanamfuata Zahra, familia zetu, wake zetu, watoto zetu, nyanya zetu, wape zinamsoma Zahra kwamba Fatima awe ni kiigwa kwao. Nataka niwaelekeze ili waweze kufaidika na Bibi Zahra, waende wakamsome Bibi Zahra, kisha waje wajiangalie, je, familia zao wanaozifanya, wanazoishi nazo, wanaishi maisha yale yanao Zahra anayotaka. Leo mpenzi mtazamaji, tunaambiwa kwamba haki za wanawake duniani, haki za wanawake duniani, bila alika unatembea uchi, unaekwa kama bidhaa, unakuwa ni mvutiaji. Mwanamke anakuwa ni mvutiaji wa bidhaa. Kwa sababu gani? Anadhalilishwa na anatolewa wanawake wake. Nendeni mkamsome Zahra namna gani alikuwa akifanya kazi na hali ya kwamba yupo kwenye hijabu, na alikuwa akifanya kazi hali ya kwamba yupo kwenye ibada. Familia zetu mpenzi mtazamaji, leo hata lugha za kuzungumza na familia zao na ume zao na watoto zao wamekosa. Kwa nini? Wameachanuka na mafundisho ya Bibi Zahra, wameachanuka na maelekezo na malezi Bibi Fatima. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anamzungumza Bibi Fatima Zahra. Wapi? Nenda kasome kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasemaje? Baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kawthar.
ni nani huyu anazungumzwa pale? Hapa Al-Kauthar anaozungumzwa hapa ni Zahra. Wamufasiruna wengi wanasema hii aya imeteremka rasmi kumzungumza Zahra, lakini haikutoshi. Nenda kasome tena kwenye Qur'ani. Mtume wakati anaenda kuapizana na Manaswara, wanisaakum, hapa alitajwa ni Zahra. Fatima kwenye uchamungu hakuna anayemfikia uchamungu hata siku moja. Fatima katika hali ya uchamungu hakuna anayemfikia. Lakini nenda haraka haraka kwenye subira, la ilaha illa Allah. Hakuna mwanamke duniani mwenye subira kubwa na mwenye subira kupigiwa mfano kama Zahra. Nenda kasome tukio lake yeye la kuuawa, tukio la kuondokewa kwa baba yake. Zahra alisubiria na alitambua wazi kina nani wanafanya njama za kumuua baba yake. Tukio zima la kuondokewa na mume wake alitambua kabla ya kuondoka yeye, lakini alikuwa anajua kama Ali atauawa kina nani. Utaniuliza bwana, Mungu alijua vipi? Fatima sio mtu wa kawaida. Bibi Zahra ananyang'anywa shamba la Fadak, alikuwa akijua na alisubiri. Subira ile alikuwa na subira ya ajabu. Wake zetu, watoto zetu, familia zetu zikamsome Fatima kwenye subira, itakuwa ni mfano wa kupigiwa kwenye nyanja ya subira na nyanja ya ibada, kwa sababu wameachanuka na mambo ya ibada, wameachanuka na mambo ya msingi. Tumebakia kwenye simu, hatutaki tukasomesha watu wakamjua Fatima ni nani. Hijabu zimeanguka, mafundisho yameanguka. Hijabu ya star ni kwa sababu tumemwacha Fatima na tumeachanuka na maelekezo yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.